Katika matendo ya kichawi, moja kitu kingine wanachokitafuta ni kutafuta kufunika nyota za watu. Nisikilize sana. Nyota za watu, kufunika nyota za watu. Kuna watu wanasema kuibiwa kwa nyota, it's okay, I don't know sana. Lakini kufunika imekaa vizuri sana. Kufunika nyota za watu. Sikiliza, iko hivi. Kila mtu ambaye unamuona hapa duniani, nyota ni nini? Ni inability. Nyota ni kitu ambacho Mungu amekiweka ndani chenye uwezo wa mtu kumfanikisha au cha kumfikisha kwenye hatima yake. Ile inaitwa star, ile ni nyota, ile ni kibali. Lugha nyingine watu wanatumia hiyo. Sasa kila mtu unayemuona chini ya jua ana kibali. Kila mtu unayemuona chini ya jua ana nyota. Sasa kuna kufunikwa kwa nyota. Ukimwona mtu ni chizi, maana yake yule mtu sio kwamba hakuwa na nyota. Pale walishaiba nyota yake, watu wamechukua. Sikia, nyota ni biashara kabisa katika ulimwengu wa kichawi. Sijui mimi kama unaelewa. Nyota ni business kabisa. Sikiliza, nikiwa ninafanya deliverance, nilikutana na kijana mmoja Morogoro. Huyu kijana Morogoro alikuwa ni kijana ambaye amechukuliwa nyota yake. Yuko pale Morogoro, tulikuwa tuna kongamano kanisa moja pale. Tukiwa tuna kongamano pale, nilishangaa sana. Yule kijana alikuwa anafanya kazi kwa kaka yake Kibiti. Alishawahi kufanya kazi kwa kaka Kibiti. Kaka yake alikuwa yuko jeshini na kaka yake alikuwa anataka kupanda cheo. Kaka yake alipotaka kupanda cheo akaenda kama Sauli kwenda kwa mganga kutaka kupanda cheo. Anataka kufikia hatima yake. Ndoto yake ni awe mkubwa sana jeshini. Sasa kipindi ana ndoto ya awe mkubwa sana jeshini, alipofika pale wakamwambia, sikiliza, mdogo wako unaishi naye ana nyota kubwa sana, lakini nyota yake iko kiunoni. Nyota iko kiunoni kwa namna gani? Kuna mtu ambaye nyota yake iko kiunoni. Kuna mtu nyota yake iko mguuni. Kuna mtu nyota yake iko mdomoni. Kuna mtu nyota yake iko usoni. Kuna mtu nyota yake iko kwenye ulimi wake. Kila mtu nyota kuna mahali iliko, inability, uwezo wake wa kutaka kumfanikisha. Sasa huyu kijana nyota yake ilikuwa iko kwenye kiuno chake. Unajua walichokifanya? Huyu mtu akaenda alipokwenda. Baada ya kwenda alipokwenda, wakachukua spam, wakamuibia ile spams, wakachukua mbegu. Kwa hiyo kwa walipomchukua wakamvunja nguvu za kiume, akawa hana nguvu za kiume. Unielewe sawa sawa? Alipokuwa hana mitambo, ndipo sasa akawa ni mtu tu anakaa. Alipokuja kwenye ile ibada, yupo kwenye ibada, ghafla tunashangaa kipindi tunaomba ile ibada, nguvu ya Bwana ikaenda ikampiga. Baada ya kumpiga yule kijana akaanguka, na tayari umeme ghafla ukarudi. Tunaona umeme kwenye suruali huo. Huyu kijana vipi kwenye hii ibada? Ni nini kilichotokea? Kilichotokea ni kwamba huyu kijana alikuwa amechukuliwa. Maana yake ni nini? Huyu nyota yake iko kwenye uzao wake. Kwa lugha nyingine, huyu atakuja kuzaa watoto ambao watakuja kumshika na kumfikisha mahali. Huyu maana yake ana watoto ambao ni mawaziri, ana watoto ambao ni wabunge, ana watoto ambao ni mastaa, wako kiunoni mwake. Kwa hiyo kwa namna hiyo adui alipochungulia hatima akasema, huyu mafanikio yake yako kwa watoto wake. Kwa namna hii acha tufunge kule. Kwa hiyo wakamuibia, ndio nyota sasa akachukuliwa. Sasa yule kijana baada ya kumaliza maombi nikakaa naye pale, nikamuuliza kijana vipi? Anasema, mtumishi wa Bwana, mimi nilikuwa nafanya kazi kwenye duka la kakaangu na haya yalitokea 1 2 3. Sasa yale maroho yalisema tu mambo mengi. Nikawa namuuliza swali. Sasa haya yote nataka nikwambie kwa nini? Kwa maana ya kwamba kila mtu iko mahali ambako Mungu ameweka nyota yake. Yuko mtu mwingine nyota yake ni mguuni. Sikiliza, ndio maana unasikia siku na goli la chama. Wewe mwenyewe umelisikia kwamba siku kapiga tikitaka akafanya nini? Ni habari na kule si kwao ni Uganda, ni wapi? Ni wapi, ni nchi gani ile? Kule maana yake hapo kwenye klabu hiyo ya Simba tayari siku hiyo amepiga hela nyingi. Kapata hela nyingi, na kama ni kwenye klabu maana yake kama ni alikuwa amefika mwisho wa mkataba, wanamuongezea nini? Kwa sababu ya nini? Ya mguu. Sasa wewe huna mguu. Wewe mguu unao, lakini je, wewe mguu wako hauna nyota hiyo? Mirunda si unayo hiyo hapo? Lakini nataka nikwambie, hiyo miguu yako ulionayo haina nyota. Yawezekana wewe nyota yako iko kwenye ulimi. Yawezekana wewe nyota yako iko usoni. Gani kuna kamtu hapa ukikaangalia unajiuliza, jamani, hivi aka kameolewaje? Mimi mwenyewe mbona sikaelewi? Mbona nikikaangalia uso ni kama ngedere? Kana nyota usoni. Kuna jamaa mmoja alikaona hako. Alivyokaona yani aliona yani aisee. Anasema akicheka yani mimi jamani na hizo dimples. Aisee. Wewe ulimuoaje? Mimi mbona namuona kama ngedere? Anasema yani huyu nyota yake iko hapo. Iko usoni. Iko hapo usoni. Kwa hiyo kuna mwingine nyota yake iko kwenye ulimi.
akikaa mahali anazungumza, kwenye mahali anazungumza, watu wote anasemaje huyu? Yaani watu wote wanainuka na hisia kumsikia namna anavyosema. Huyu nyota yake iko kwenye ulimi. Kwa maana yake sasa, huyu akitaka kufungwa nyota yake, afunikwe nyota yake, kinachofanyika maana yake litatumwa pepo la ububu kwenda kumuataki kwenye ulimi. Maana yake anajua akipiga kwenye ulimi tayari huyu hawezi kufikia nini? Hatima yake. Hicho ndicho wanachokifanya wachawi. Ndio maana sikiliza, wachezaji wa mpira wanaelewa. Mchezaji wa mpira haachi soksi zake. Wewe hujacheza mpira hata wa makaratasi, ndio maana hujui. Mchezaji wa mpira na soksi zake, unaona soksi zake? Haachagi soksi zake. Wanaelewa kwenye mipira kwa sababu wanarogana sana, wanajua. So kwa namna hiyo sasa kwa sababu wale si wanagombaniaga namba. Wanagombaniaga namba 9, namba 9, sio namba 5, namba 5. Nani anang'aa, nani anang'aa, nani anang'aa, nani anang'aa. Mayere anasema okay, Mayere subiri. Wanaenda kutafuta soksi za Mayere ili wakichukua wakaziweke kaburini. Nataka nikwambie, Mayere kila akifanya hivi, goli hili hapa anapiga kule. Kila akifanya hivi goli ile hapa anapiga kule. Kila akifanya hivi si goli, mara si kaanguka, mara si nini. Nini kilichotokea? Maana yake wamekwenda kufunika nyota kwenye mguu wake. Nataka nikwambie, nyota yako mahali popote ilikofunikwa leo lazima iachiliwe katika jina la Yesu. Iwe ilifunikwa kaburini, inaachiwa katika jina la Yesu. Wao walifunika baharini, wanaiachia katika jina la Yesu. Wao walifunika angani, wanaiachia katika jina la Yesu. So nyota